Do you think it is applicable kwenye if you just like the person you want to be them to be your friend, let them just be your friend, but then you should have conditions like the other friend that wants condition kwamba wewe ni BFF wangu, like we should be like lakini you're telling me not to have a lot of friends. There's no point of having a lot of friends. Yes, ndio mambo yako ikiana sheria inaanza. No, sio sheria. Yani wewe una ile kwamba like yani kile ukiongea kitu na rafiki yangu I'm like you have too many friends. I'm old enough to have a lot of friends, like a lot of people. What's the title? Kama they're not friends, they're my enemies. Jamani, Warda amesema tupendane na mtongoza. No, that's what I'm saying. No. You just tell them. That's what you say. That's what you say. Like, sijasema ukamtongoze mtu. It's okay to tell a person that you love them. So, of course it's okay. Ikitaka wamsema bwana kaka nitongoze, kaka tongoza mimi, you know Okay. Yeah. Just love people. Usiwe kusema mimi damu yangu na yake haziendani. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Any damu zinaingilianaje? Just love a person. Like, so long as hajakupa sababu. The vibe is not giving. We don't have to vibe with each other. We don't have, yani hatuna ile umuhimu sana wa kusema eti I love you without I'm not saying that love ile connection. Just love a person for who they are, for as a human being. Ndio hivyo tu. Sasa masuala kwanza kusema damu, si damu zote zikuendana. Damu zinatoka wapi jamani? Kuna mwili. Hello again. Hi. We are back again on our new episode. Na leo tunaongelelea mapenzi and relationships. It is. Relationship ina mengi, ina mahusiano ya kimapenzi, ya kindugu, ya urafiki, ujirani, kazi, but then all that ni mahusiano in general. Basi leo tunaongelelea hearts and hustles za mahusiano. Ulisema leo tunaongelea mahusiano yako. Una mahusiano kwanza? Sina mahusiano ila wallahi the struggle that I have is when I like somebody, I like them. Yani sina ile kona kupindisha kwamba like, lakini sasa huwezi kumwambia mtu like you like. The minute you tell them you like them, they start acting like street dogs. They won't text back, they won't call you. If they call, there's no consistency, poor communication, it's just bizarre. Lakini sasa vibao vikiwa vimegeuza sasa, yani wewe sasa you're not interested, alafu huyo mtu mwingine yuko interested, ni simu kama vile ameibiwa figo. Nikukatishe, nina swali. Even ni sawa sisi opposite gender kutongoza the opposite gender, like no. Like telling the person, like telling the guy nani mimi nimekuelewa, like how they come to us and tell you like Warda mimi nimekuelewa nataka tuwe na mahusiano. Like how do you feel kumwambia mkaka and like you're the first one shooting your shot kwamba mimi nimekuelewa fulani, can we be in a relationship au wewe una mahusiano au hauna? Is it okay? Yeah, it is half actually. It is not okay kwa mtazamo tu, yani kile kimtazamo inakuwa sio sawa, kwa sababu tunaamini kwamba mwanaume akikutaka it's more real than mwanamke akisema anamtaka mwanaume. What's the difference? There is no difference, it's just the double standard ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Tunaamini kwamba mwanamke akimwambia mwanaume amempenda au amemuelewa, I like you, unaonekana kama mwanamke fulani hivi na mambo mengi kinoma. Have you ever tell a person? I have, and let me tell you something, the bar was too under the bridge. Like was never there. Yeah. It's because for me honestly I don't see the point of not telling the person that you like them, regardless whether it's you just like them as friends or it's a
whatever the relationship is, unamwambia tu mtu kwamba sasa mimi waga najiambia kwamba I will tell you and then whatever you do with that information it's up to you. Mimi kusema kweli sijawahi. Unahisi kama vile umekosewa? Ego. It's not ego. It's ego. Not really. Ila tu siwezi kusema ni ile haiba ya kike, lakini ni nahisi hasa ulivyosema ni jinsi ambavyo tumejiwekea lazima mwanaume ndo akuanze. Kwa hiyo ikitokea kama nimekuelewa na yani hujanielewa back, basi yani nitakufanao tu rohoni kwamba itaisha kama wewe nilishai kumuelewaga yule kaka. Lakini but do you know that men are cheap, sorry to say. They're cheap in a way kwamba there are men who can say no. It's true. Sio mtu kwanza kusikia unasema, lakini still I find it hard kumwambia mwanaume kwamba like I feel you, unless ikatokea tukawa tuna like same feelings, a mutual feeling. Yeah, ukaja ukaniambia, baada ya muda nitakwambia unajua hata mwenyewe. You know, it's very rare for men to tell you like they love you. It's very rare. Yani kuna wale ambao they just throw it out there like it's mangoes and what not. Yeah, but like everybody. Yes, yeah, yani tukikuwa tu nakupenda. You remember I told you the story that happened to me in the hospital? Yeah? I was like, dude, please. Okay, kuna mmoja naye like my coworker. Tell you what no get to but use it up. Like she said, unajua nilikutana na mkaka nilikuwa niko njiani nenda nyumbani. Ametoka like ametoka maternity. Ameanza kazi ile masaa machache. Kwa she was on our way back home. Akapita mkaka na gari akamsimamisha tu. Samani, unajua ile kama mtu anakuuza njia. Akamsimamisha tu, hamjui, hajawahi kuonana, hawajuani. Akamwambia tu, "Mambo poa. Unajua nimekupenda." She was like, "Olai." Akamwambia, "Siwezi na mahusiano." Akamwambia, "Haya." Akaondoka. Like, what is happening? I'm just telling you, men are snails. Because we are past being dogs. Now they are snails. Tutarudi huko, tuendelee pale tulipoishia. Nilikuwa nasema kuhusu kutogoza. So, what do you say about it? Me, I think it's a double standard. Life is too short. If I like you, I like you. I'll just tell you. Utakachokifanya with that information, whether you like me back, it's okay. Whether you don't like me back, it's okay. Sasa ukienda kuomba kuwa na mahusiano na mtu, there's always mtu akubali au akatae. Kwa ukikubali and then it's okay. If don't, please, kitu ambacho kingine nacho sikipendi ni kuwa na mixed signals. It's like you act like you like me but then you don't like me. Dude, pick a side. Mimi imetokea up to a person ambaye yeye mwenyewe ndo aliniambia ananitaka. After showing like we have mutual feelings, akaanza like, unajua, I want to be in and but then I don't. Dude, you the one came to me like, what is wrong here? Ghosting. Like he's not ghosting you, lakini yeni anakuwekea kama kuna inconsistent kwenye mawasiliano, that's ghosting. That's how ghosting starts. And let me tell you something, hakuna kitu ambacho kinaleta insecurity kama mtu tu kudisappear. Yani unaweza kama mnaona kabisa huyu mtu nimevibe naye na nini, and then out of nowhere that person is MIA. Hakutafuti, ukimtafuta hakujibu, hapokei simu, unaweza kujiuliza kwani mtu amekufa au what is going on? And then mkikutana mtu ajifanya mapenzi mengi kama vile hakuna kitu kilitokea. Exactly. Like kama sio yeye alipotea tu huko nyuma, anaamua kurudi baada ya kukuona tena. Most of times akikuona mahali amekuona oh my God. Okay. Do not remind me. Do not remind me. No. Ni huzuni kwa kweli. I don't know what to say, but please just be honest. If you don't like that person enough to be with them, just let them know. It's hard enough kuwa kwenye mahusiano ambayo hayana mapenzi, but then pia kuwa kwenye mahusiano ambayo uko peke yako. Yaani unajua kabisa mimi
yule mtu wewe kichwani kwako mimi yule mtu na mahusiano naye, lakini yule mtu kichwani kwake hana mahusiano na wewe. Wewe unaisukuma gurudumu la ile mahusiano. Ukiacha kutuma message na yeye hakutafuti. Ukipiga simu na yeye hakupigi simu. But I also have this thing, waga na tabia nikimkumbuka mtu regardless ni rafiki yangu ni whatever, pale ninapokukumbuka, kama ninakuwa sina kazi nyingi ama I'm not occupied with anything, I will pick up my phone and call, or I will text ili yaani nikisahau kwamba nilishatuma message kwamba hey nimekukumbuka. I use that word, nimekukumbuka. Sisemi nimekumisi, sisemi nini tuona, no, nimekukumbuka. Because I remember I had a friend ambaye we went to school back in the days. Me and that person really vibed together. We really liked each other in ways ambazo hata kama tusipoongea in a very long time, lakini mtu ambaye akinyanyua simu akipiga mnaongea kama vile you have seen each other yesterday. Na mimi wewe nikiongea naye ama tukikutana naye, it's like we have been in our lives together kila siku yani. And then the week that nilikumbuka kumpigia yule mtu, I didn't call. I was so occupied with work and other things, and then I didn't call. And then the next week naambia yule mtu amefariki. I got a text like fulani amefariki. I was terrified. Niliogopa. So not just since then, tangia back then ilikuwa ndo hivyo, lakini if after that happened nikaona kwamba okay, I cannot kujibana moyo wangu. Kama moyo wangu umekukumbuka, regardless ulinitenda vibaya kiasi gani, regardless tuna ubinadamu. Yes, you ghost. No, hey, if you ghost me, I'm not texting you. But I'm just saying, kama tuna ile good communication as a human beings, I will definitely like, hey, nimekukumbuka. Because kupata simu ya mtu ambaye yani within a short while he's no longer ama she's no longer, how would you feel? Very bad. Utaanza kusema ile alafu nilimfikiria nikataka nimpigie, you know, au nilipita sehemu fulani nikamkumbuka nikasema nitamtafuta alafu sikumtafuta. That is amongst the things ambao vinanifanya nijisikie, nijipe confidence. I feed my delusion kwamba like if I miss you, if I remember you, I will tell you. Whatever you do with that information, that's up to you. I just tell you I miss you. Kusema kweli nisi Mungu. Whether it's my ex. Do you tell people you miss me? You miss them even if you don't miss them? No. Hata ukiniambia umenimiss kama sijakumisi asante. Me too. Me too. I will asante you until my asantes are no longer asantering, because if I miss you, as you say, mara nyingi there's no need to hold it back. Come to whether it's an ex, ama ex friend, ama whatever, yani hata ndugu ambaye hatakuwa na mahusiano ya muda mrefu, nikikukumbuka mimi most of time I do texting. Sio mpenzi sana kuongea na simu. So I just try to text you. Sasa nitakapoona nimekutext leo na kesho labda hujanijibu, I will try to call you. Lakini most of time I text you. Kama ni dada, shikamoo, mnaendeleaje, nimekukumbuka. If a friend I say, hey, I miss you. Like, hey, I was thinking about you. I miss you. Unaendeleaje? Anyway, regardless umenifanya nini, umenitenda nini, if I remember you, I just say I miss you. Any sisi hata nimekukumbuka, I miss you. I miss you brings a lot of whatever it is. It's but mimi kwangu mimi lakini I mean when you say I miss you, it's more but anyways. Sasa mtu kusema tu nakupenda, because nakupenda it's a big word. It's a very big word. You can just be throwing it out there kwamba mimi nakupenda. Sasa miss you unakuwa umekumbuka vitu vingi kuhusu huyo mtu, ndio inapoita mambo ya kumisiana. Like kukumbuka ni unaweza kuwa umeona kitu kimoja, you say you pass somewhere. Hivi kummiss mtu, na Kiswahili cha kummiss mtu ni nini kwanza? Usiniambie ninakukumbuka. I also don't know, but then kummiss mtu na kukumbuka, I think it's vitu viwili tofauti. Mimi nahisi ni same thing, lakini kummiss inakuwa imebeba vitu vingi.
kumbuka ni unaweza ukaona kitu kimoja kikakukumbusha yule mtu, lakini kumisi sijui Kiswahili chake, lakini kumisi inakuwa imebeba kumbukumbu ya vitu vingi, like a lot kumisi is more of an emotions and kumkumbuka mtu it's more of the activities that you people need, the conversations, mlikuwa mnaongea nini, kuna vitu gani mlifanya, kuna sehemu mlienda, exactly. Lakini kumisi inakuwa imebeba vitu vingi kwa pamoja, unajua, na hisi sina uhakika though, na hisi ndo but then I love. Let love spread regardless. Love each other because life is already hard already to be a hateful person. Just love people. Usiweza kusema mimi damu yangu na yake haziendani. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Damu zinaingilianaje? Just love a person. Like so long as hajakupa sababu. The vibe is not giving. Okay, the vibe is not giving, sawa. Inatokea, but then no. People say like damu haziendani, lakini that's meaning the vibe is not giving, like, and I'm trying to we don't have to vibe with each other. We don't have, yani hatuna ile umuhimu sana wa kusema eti I love you without I'm not saying that love ile connection, just love a person for who they are, for as a human being. Ndio hivyo tu. Sasa masuala kwanza kusema damu, si damu zote zikuendana. Damu zinatoka wapi jamani? Kuna mwili. Ama oko AB, oko A, plus, whatever. Damn. Line, like, you know? No. Just love people. Because so long as watu hawajakupa any reason not to love them, there's no any reason for you to be spiteful. Actually, hicho ni kitu ambacho mimi na struggle nacho sana. Kuna mtu ashakuniambia ni wewe Orida, kuna vitu ambavyo unaviamini yani uko kwenye dunia yako mwenyewe, lakini dunia iko hivyo, wanadamu hawataki hivyo. I know. Kwa sababu watu wanakuwa hivyo kwa sababu ya circumstances ambazo wamekutana nazo kwenye watu wanaowazunguka. Kuna watu wameumizwa na marafiki, kuna watu wameumizwa kwenye mahusiano, kuna watu wameumizwa na ndugu. But then at the end of the time, so long as wale yani uko kwenye mazingira ya watu tofauti na wale waliokuwa wamekuumiza, you don't have to be a spitey person. Just love them. If they're not lovable, it's okay. It's not up to you, it's up to them. Jamani, Warda amesema tupendane na mtongoza. No, that's what I'm saying. No. You just tell them. That's what you say. That's what you say. Like, sijasema ukamtongoze mtu. It's okay to tell a person that you love them. So of course it's okay. It's like I was saying, kaka tongoza me, you know, yeah. Okay. Ngoja kwanza, hold on. Kutongoza and liking a person are two different things. Lakini I'm just saying, if you like a person, tell them, let them know. Sasa mimi ya kuambia mtu nilikuulizia kwenye ingo ya kutongozana relationship. It is a half situation. See, it is a half. For me, it's a half situation. I like a man to pursue me because it makes me feel like I'm needed. Lakini akiwa mtu ambaye anachelewa na wewe unaona, I cannot be like pushy. Like see, do you this. just tell them. You say you tell them. Okay. Mimi nikiona like you kind of like me and like I like you also, I will tell you like, hey, I like you. Don't not tu kwenye mahusiano, don't meander like around. If this is happening, let it happen. Masala ya kuzunguka umeingia kumetokea huko, no, because you know me, I'm a straight person. Because nataka if I like you and you like me, tumalizane na hicho kipengele, maisha mengine yaendelee. I don't want to be in a place ambao I'll be walking eggshells, kwamba like if nimekumbuka kitu kuhusiana na huyu mtu and it makes me feel good, I need to tell them. But if I tell them, wataona kama like huyu dada mbona anashoboka, you're too clingy. No, I don't want that. And I need to be free to express myself. Okay, we have the BFF issue we were talking the other day. Yeah. Do you think it is applicable kwenye, if you just like the person, you want to be them to be your friend, let them just be your friend. But then you should have conditions, like the other friend that wants condition kwamba wewe ni BFF wangu, like we should be like. Like you're telling me not to have a lot of friends.
there's no point of having a lot of friends. Yes, ndio mambo ya kuwekea sheria yanaanza. No, sio sheria. Yani wewe una ile kwamba like yani kile ukiongea kitu na rafiki yangu I'm like, you have too many friends. I'm old enough to have a lot of friends, like a yes, lot of people. But then you, how am I like how what's the title? Come on, they're not friends, they're my enemies. So, sometimes they're not even they my can't be enemies. Who are they to my life? Wewe co-workers unawaita your friends. Yeah. The friends of your friends unawaita your friends. They are. I'm different. I have my co-workers. I have my co-workers, and I cannot have my co-workers who are my friends. I cannot address them as my friends. We talk. We have sometimes maongezi yale ambayo kabisa unaona hii ni it's a sensitive issue ya kuongea, lakini I wouldn't term them as my friends. So I have friends of my friends ambao, for instance, naweza kaa wewe you're my friend, but then if you have a friend, they are also not my friends. But if we meet, we are loving people. That's how, okay. Friends of your friends, sio kwamba wote ni rafiki zako, lakini wapo wale ambao ni rafiki yako. Mimi nimepata tumekutana, tukajikuta tumevibe, they become my friend, lakini nimejuana nao kupitia wewe. Sio wote. But they're not necessarily your friends. It's not kama like you should start addressing them like, my friends. You have that a lot. I know you have that a lot. To me, it's very okay because my friend is just a person who I know and we are vibing together. And you still believe kuna mama swala ya damu yangu na yake agenda? I have those people. I told you I know a lot of people. Wapo ambao watu like anyway, it's not giving mambo poa bad spita hivi. Even co-workers wapo, like we talk inside the building when we're outside. I don't even have your number. Like we talk inside about work, sometimes about life, lakini I don't have your number. Like tukiachana pale nje ya jengo kila mtu ana maisha yake, lakini I have my co-workers who like are part of my they are part of my family. We can talk out of working, like some we go out together, we talk about life apart from work. That's why I say I address them as my friends, marafiki zangu, lakini we are working together, okay? Lakini kuna wale ambao wafanya kazi as wafanya kazi. We don't have the vibe, like we met there, we talk, tumeachana bas, hakuna cha zaidi. Do you get that? Anyway. Still mimi niko, I know not everybody needs to be your friend. I know not everybody they are my friend. You have too many friends. I know because I know many friends. People. I know anyway, a lot of people. I can't judge you. I need to, like, you don't have to. Mimi hiyo ya kwangu inasababishwa na I think my background also, because nimekuwa in a very strict home and baba yangu alikuwa pendi ile watu kwenda majumbani kwa watu, not just my father and my mother also, kwenda majumbani kwa watu na ile kwenda watu kuja nyumbani. It's okay, yes, but then sio kama ndio ile leo naenda kwa kina fulani leo. Sasa do you believe nikikwambia hata kwetu we were just like that? How did you get here? And how did you end up knowing a lot of people? It's just happened. Maisha tu baada ya kukua na kuwa free, ambapo hawezi sana kukuzuia. Nimejikuta, as I told you, I did a lot of things. Nimekunisha na watu tofauti, shule, chuo, biashara, swing, yani unajua maisha tofauti ambayo nimepitia. Nimejikuta hapo mkuta watu wawili, umeelewana, basi ndio hapo muondoka nao. Pale katika watu 100 mkutana watu 3, umeelewana au muondoka nao hivyo. Lakini nimekulia mahali ambapo ninao marafiki hao hata hao wenyewe, yani kuna wale ambao unajua umechukuliwa, unajua hao wanakuja nyumbani free, hao hawezi kuja nyumbani free. Mimi I don't go to people's house, yani mpaka kumeenda kuna sababu ya msingi. Nimechukua daftari langu nilisahau na kazi ya shule. Unajua sababu za msingi za kufanya uende kwa fulani, ila kuna ule ambaye naenda kwa fulani tu kucheza hapo kidogo, unaweza kukubaliwa, unajua Lakini nimekuwa kwenye familia ambayo haina, mimi wafika wangu walikuwa hawaji hata nyumbani ovyo ovyo. Nilipofika ile form 4, sasa mimi nimesoma a day school. Ndio ile kwa sababu ya kusoma vile vikundi na nini ndio wakaanza kuja, lakini tulikuwa tuna tabia ya like leo tumeenda
kwa huyu, isionekane tunaenda kusoma kwa mtu mmoja kila siku. Leo kwa huyu, kesho kwa huyu. Mzazi anaanza kuuliza wewe mbona kila siku unaenda kwa wao hawaji? Hawaji siwaoni. Kwa hiyo tukatengeneza kale katabia, lakini uko kote chini na kuwa kulikuwa hamna. You get it? Lakini ukacheka huko waji ndio umenifanya nimekutana na watu tofauti ambao umenifanya niite marafiki. Lakini sio kwamba na wao wako very deep in my life. Kila mtu ako na level yake ya urafiki. Kuna wale ambao tumesoma au tumeisha tu shule pale, tumejiwana kwenye lika fulani. Ukujua na kuona tu upo tu. I know Warda, I know Stacy hivyo. Unajua? So yeah. Okay. Hebu tuzungumzie hii pressure ya ndoa. Kwa muda mchache sana ulobakia. How is it on your side? Kutokana pia na umri. Na jamii pia inakuzunguka, marafiki, ndugu na nini. I used to tell I think utanisha kuambiaga kwamba like nashukuru nimetoka kwenye familia ambayo they do not pressure me about marriage. Lakini I think they've gotten tired. I'm at a point they've gotten tired of me. They're asking me like, hey, what's going on? You know? Umri unaenda. I'm like, guys, I'm still young at heart. But then the pressure is real. Ukiachana tu na ile pressure ya watu, familia ama ni ndugu, marafiki na nini, kuna ile tu mwenyewe unakaa unahisi kwamba like I'm behind. Kuna watu ambao kwenye umri wangu and they're already married, they already have kids. For instance, my younger sister is already married and she has 2 kids. Beautiful boys. But then there was a time it hit me like, how did this happen? You know, unakuwa unajifikiria kwamba like, am I doing something wrong? Am I meeting the wrong people? What is going on? Unaona, lakini the pressure is there because kuna hii expectation kwamba now umekuwa maybe kama hivyo you're working. And kwa mfano my sister once came at my place and then she stayed almost a month. Akaniambia unaishije hivi peke yako? Nikamwambia dada, nimezoea. Akaniambia hapana, haya sio maisha. Yani she was seriously concerned. Yani alimpigia mpaka mama. Akaniambia yani Warda akiwa yuko nyumbani anakaa tu sehemu moja. Yani kukaa tu ndani, because hata pale kutoka nje kuongea na majirani, also majirani kila mtu yuko na mambo yake, unajua so you cannot just go outside. Na pia at the area that I'm living, so sehemu ambako unaweza kusema utoke ukakaa kibarazani ukakutana na watu, hamna. Unakaa tu nyumbani, unakaa ndani. Anambia no, this is sio sawa, hautakiwi kuwa hivi, you need fanya uelewe. And then another friend once told me like, hivi kwa unakaa tu peke yako basi zaa. I'm like, why should I do it? Ili tu upate company, is that for you? I'm like, who does that? Okay, a lot of people wanafanya hivyo kwa sasa hivi. Unaamua tu kuzaa. Yeah. Na kwa umri. Actually the pressure is high. To everybody niseme, kwa sababu unaweza ukawa umetoka kwenye familia ambayo haikupressurize. Sio kuzaa, sio kuolewa, sio kuwa na familia, unajua. Lakini ukija kwenye maisha sasa huko nje, marafiki wanakuzunguka. Unajua familia yako inaweza isikwambie olewa. Lakini umetoka huko marafiki zako your friends are married, go to their weddings. Wengine unatokea kwa tu ndugu yako tu from nowhere. Hivi watu anajua una mtoto, anakuza hivi una watoto wangapi? Unabaki I hate that question. Unasubiria nini? Like una mchumba? Like, why are you asking me these questions? Dadangu aliniambia sisi tunajua tuna binti mzuri, amesoma, ana kazi sasa hivi. Kwa nini? Yani wanategemea ukishamaliza shule. There was a point session ambayo ni ndoa. Exactly. Ama basi ujapatika kuolewa uzae.
sijui ikoje hapa kati. There was a point the pressure is high. Ambayo a certain particular person told me, ama una matatizo. I felt bad I know. to my core. I know. And then kichofuatia nikaanza kujitetea, no, nina hivi, nafanya hivi. But then nikaja kusema you don't need to do that. I don't need to explain myself kwamba kwa nini mpaka sasa hivi sijaolewa, kwa nini mpaka sasa hivi sina mtoto. It's not my time. There are people who have wamepata watoto wakiwa tayari in their 40s ama in their 30s. I'm not asking for that, but then if it was written for me kuwa na mtoto by that time, it will happen. If it doesn't, even for men, I know men who are not married, I know men who are not with kids, you know, and they are older than you. Not to just than me, they are old, and then they're just waiting for the right time. I am not sure if it's what should I say? It is the right. I don't know. I'm just not okay with kuulizwa ama una matatizo. Mimi naamini kila mtu ana wakati wake. Unajua, yani kweli kuna watu wengine yani wao wenyewe tu bila hata kuulizwa. Sijui ama wengine inatokea kwa sababu pia wameulizwa ama as I say ni pressure ya kuwa na watu walokuzunguka. Unajua we have seen some of our friends, some of people we know wanakuwa na ile pressure. Sawa, sijaolewa, lakini rafiki zangu watu wawili, wewe na watu watatu. Unajua kwa nini mimi sina? Yani kwa nini mimi sina? Au na matatizo sana wanaotafuta dawa. Matatizo nini? Unajua yani kuna dawa ya kuolewa. Like wengi ni kuzaa, sio kuolewa. Kuolewa ndio wale wanaanza kwenda sasa ni kwa mambo. We are not late jamani. Waende makanisani wakaombewe, wengine si ukaoge dawa, wengine waende nyumbani ukatemewe mate na mashangazi hawa ambao wanakuambia kwa nini uolewi. Ama ukiolewa if you mess up they will come and chill. Wao wengine wanakuambia shangazi zako wamekuloga au ndo wangutemea. That is so bad. Kila mtu ana wakati wake. Mungu tunaamini Mungu ameweka wakati sahihi wa kila kitu kwa kila mtu. Haina maana kama wewe umeolewa na miaka 23 na mimi niliolewa na miaka 23. Some are getting into abusive marriages, some are getting into families that unaenda kuolewa kwenye familia ambayo ama kuoa kwenye familia ambayo hawajakukubali. Unakuwa kuna matatizo mengi sana. Wengine unakuta kama hivi umri umeenda, in the name of marriage, in the name I want the family, unakaa unavumilia, ambapo yanakuja mwisho siku inaelekea pabaya. Kwa hebu tujipe muda. Kila mtu ana wakati wake sahihi alioandikiwa. Pressure ipo, like hatujui jinsi ya kuikwepa kwa sababu actually ni watu ambao unakuwa mazunguka. Mimi kwa mtu mmoja mimi aliniambia siku moja, we were talking about a person amejifungua, a person we know, she was like tulikuwa tumekaa wasichana wawili like nyinyi nani sasa mzae, watu wa umri wenu ndio hawa, like it's not a competition. Labda wewe mwenzako maisha yake ameshajipata, they can do that. The sister that I came with the other day, alikuwa anaongea na pastor wake. Akawa anaongea naye kuhusu masuala ya mahusiano na maisha ya kwamba like kwa nini umri wangu naenda siolewi na nini. And then pastor akamuuliza, and I also want to ask you, unaenda kuolewa kwa sababu ipi? Unataka kuhudumiwa, yani huwezi kujihudumia wewe mwenyewe, unataka mtu kukuhudumia kwamba unakwepa umaskini, ama unataka kuolewa kwa sababu unakwepa uzinzi? Jibu la haraka litaka kuja hapo, utaweza kusema I want to be spiritual, like nisiwe na zini nje ya ndoa and what not. Pastor akamuuliza, kwa wewe ni mzinzi, huwezi kujizuia, like you cannot abstain. Control yourself, like controlling is one thing, you cannot abstain from having sex. Yeah. Lakini kama pia ni
njaa ndio inakupeleka kwa watu ili katunzwe huko. That's another case. Wewe Mungu amekupa mikono, amekupa miguu, amekupa na akili. Fanya kazi. Get money. Like what you want a family. Kwa nini unataka, yani usijizi kwamba useme tu kwamba nataka kuolewa. Unataka kuolewa kwa sababu gani? Upo tayari kuolewa? Au kuna huyo mtu ambaye anaenda kukuoa yupo tayari? Yeah. Mmeshakaa mkazungumza swala la kuoa na kuolewa. Unaenda kuolewa uko na mtu, kumbe mtu hataki mtu kuishi naye. Kuna watu wanapenda kukaa tu wenyewe, yani umeviforce tu, inabidi ya kuwa sasa unaanza kuteseka kwa ndani sababu hajazoea kuwa na watu. Mtu ameshazoea. Kwa mfano kama mimi nimeshazoea nikikaa pale nyumbani, naweza nikakaa even 5 to 6 hours sijazungumza hata neno moja, kama sijapigiwa simu, yani naweza nisizungumze neno lolote. Ukahisi kama ukaja ukakaa na mimi, ukahisi kama vile huyu mtu labda anitaki hapa ama amenuna, unaona, but then only to find out it's just how that person is, you see. Kwa hiyo kama unataka kuoa, kama unataka kuolewa, olewa kwa sababu unampenda mtu ambaye unataka kuolewa naye na upo tayari. Na on the other hand, sasa tunaweza kusema mapenzi tu yani mapenzi tu haitoshi kuwa na mtu. Yani there is more to a person than just love. After love there's life. Love fades away. Mapenzi unasema, wenyewe unasema mapenzi yanaisha. But then mapenzi yakiisha mtaweza kuendelea kuishi pamoja? Can you sustain it? Unaweza ukakaa ukavumilia. Maswali ya mashangazi yako wanakuuliza utaolewa lini, like kaa chini, jitathmini wewe kabla kwenda kumtathmini mwenzio. Unaenda kuolewa na mtu ambaye mwenyewe alipanga aje kuoa akisha na exactly. Lakini umempressure hapa right now, twende nyumbani kwetu, baba yangu anataka kukuona. Kama unanipenda twende, kama ndio unampa mtu ultimatum. But then mimi nasema kitu kimoja, when in cases of wanaume, men know who they want to marry and when they want to do it. They know. Ndio maana unakuta wewe umekaa na mtu kwenye mahusiano miaka hata 10 hakuoi, alafu mnaachana, anakutana na mtu mwaka mbali 3 years, I mean 3 months mtu anaoa. Unaweza kujiuliza alikuwa ana mahusiano wakati nilikuwa na mahusiano na mimi. Hapana, lakini nimekutana na mtu ambaye ameona kabisa huyu ndio mtu sahihi kwangu, anaamua okay, I'm getting married. When your time comes, it comes. Usiharakishe. If it does it also it doesn't, because kuna watu ambao wamekufa hawajaoa hawajaolewa na wala hawajazaa na wameenda hospitalini, they are very okay, yani hawana shida, yani kabisa. Unaambia tu utapata tu, jaribu utaweza kuzieza nini, jaribu, lakini sio because it's not a medical thing, and it's just how it is. Because kwa mfano kama mimi katika kitu ambacho nakitamani ni kupata mtoto nikiwa kwenye ndoa, nikiwa na mtu ambaye sio tu ametaka kuzaa na mimi, nataka kuwa na mtoto na mtu ambaye also amenichagua mimi kwa mama wa watoto wake. Sio tu kunichagua mimi kuwa mama wa watoto, kunichagua mimi, yani yeye mwenyewe amenichagua mimi as mimi. And then with me comes the family, with the kids. Tunaona kuna watoto ambao wanafanya matendo mabaya na wazazi wao, baba zao, mama zao, God forbid. Sometimes God forbid, but then lakini kuna situation kama hizo zinatokea. What happened huko nyuma mpaka afikie kuwaza mambo kama hayo? Ukuta kufurahishwa hata kuwa na mtoto na wewe. Watu wengine hawapendi watoto. Afurahishwi na wewe. Mwingine hakuwa na mawazo ya kuwa na watoto, lakini umebeba mimba, unaanza kuforce. Inabidi tu uzae, inabidi tu. What is happening at the end of the day? Kuna this confession niliwahi kusoma kwenye internet. Huyu mama amekuja kuomba msaada wa mawazo afanye nini, kwa sababu ameolewa, ana watoto wawili, and then mtoto wake mdogo ni wa kike. I think hii story nimeshaongea mara nyingi, sababu yani sio tu kuniumiza, lakini ilinifanya nikafikiria vitu vingi. Ana mtoto wa kike ambaye yule mama akimuomba yule mumewe amsaidie kumchange the baby,
ama amuogeshe. Anakwambia mwanaume anakasirika. Yani anaanza kumwambia, yani mimi nimshike maungo ya mtoto wa kike. Sasa yule mwanamke akaanza question kwamba like anajihisi yes, akimshika maungo ya mtoto wake wa kike ama akimuona kuna nini anawaza. Ikawa inamuogopesha sana. Mama anasema afanyeje? Amuache mwanaume au awe tu simwambie kwamba mbadilishe mtoto ama muogeshe? What should you have done? Me too. I was like, you don't even have to think twice. Kwa sababu your own daughter, nini mbele kitakuja kutokea? Mtoto wako mwenyewe. God forbid. God forbid. Asanteni kwa kutusikiliza. Mimi ni Stacy na mimi ni Warda, na sisi ni Hearts and Hustle.